Simu yako ina cobalt ndani yake. Cobalt hiyo ilitoka Kongo. Betri ya umeme unaloliona mitaani, betri yake ina cobalt. Betri ya laptop yako, cobalt. Kila kitu cha kisasa kinachohitaji nishati, cobalt. Na Kongo, nchi yenye utajiri mkubwa zaidi wa madini duniani, bado ni moja ya nchi maskini zaidi ulimwenguni. Hii si bahati mbaya. Hii si kushindwa kwa Waafrika. Hii ni matokeo ya mpango wa makusudi ulioanzishwa na mtu mmoja miaka 140 iliyopita. Jina lake Leopold wa pili, mfalme wa Ubelgiji. Na hii ndiyo hadithi ambayo vitabu vya historia vya shule havikukuambia kamwe. Ikiwa ungekuwa unaishi Ulaya mwaka 1890, ungemjua Leopold kama mtu mmoja tu, mkombozi, mtu mwema, baba wa ustaarabu. Magazeti yalimsifu, mfalme wa Uingereza alimheshimu, rais wa Marekani alimshukuru. Leopold alikuwa mmoja wa watu wa kwanza kuunda mashirika ya kimataifa ya misaada. Alisema alikuwa akisaidia Waafrika wasio staarabu kupata elimu, dini na ustawi. Aliunda Congo Free State, Kongo huru, neno zuri, sauti zuri, uongo kamili. Kwa sababu Congo Free State haikuwa huru, ilikuwa mali yake binafsi, si ya taifa la Ubelgiji, kwa yeye mtu mmoja. Ukumbuke unachojua. Kutoka hadithi ya Berlin, mwaka 1884, viongozi 14 wa Ulaya walimkaa mezani na kumpa Kongo nzima kama zawadi. Sasa tutakuambia aliyofanya nayo zawadi hiyo. Kwa wakati huo, dunia ilikuwa na kiu ya mpira, magari mapya, tairi, vifaa vya viwandani. Na Kongo ilikuwa na misitu ya mpira inayoenea kila mahali kama mtandao wa utajiri. Leopold alitaka huo mpira wote. Lakini badala ya kulipa wafanyakazi, aliunda mfumo ambao ulikuwa rahisi zaidi na haraka zaidi. Kila kijiji kilipewa kiasi cha mpira kuleta kila mwezi, kiasi kikubwa, kisichowezekana kufikiwa bila kufanya kazi saa 24 kwa siku. Na kama kijiji hakipati kiasi hicho, askari wa Leopold waliojulikana kama Force Publique waliingia kijiji hicho. Hawakufanya mazungumzo, hawakuuliza maswali. Walitekeleza adhabu moja tu iliyoandikwa kwenye sheria ya Leopold mwenyewe: kukata mkono. Hii ndiyo sehemu ambayo historia inajaribu kufunika. Force Publique walikuwa wakitakiwa kuthibitisha kwamba risasi hazikupokea. Kwa kila risasi walioitumia, walilazimika kuleta ushahidi, mkono mmoja wa mtu aliyepigwa. Wakikata mikono ya watu waliokuwa hai, watoto, wanawake, wazee. Mikono iliyokatwa ilikusanywa kwenye vikapu kupelekwa kwa maafisa wa Leopold kama malipo. Mwaka 1904, misionari wa Uingereza alipiga picha moja iliyobadilisha dunia. Mtu aliyeitwa Nsala alikaa chini sakafu, mbele yake mkono mmoja na mguu mdogo wa mtoto wake wa miaka 5, aliyeuliwa na Force Publique. Picha hiyo ilisafiri dunia nzima. Dunia ilishangazwa, lakini Leopold alikuwa tayari na jibu. Leopold hakukubali ukweli mmoja. Badala yake, alifanya kitu ambacho watawala wengi wa kisasa bado wanafanya leo. Alilipa watu kuandika upya hadithi. Aliajiri waandishi wa habari. Alilipa wataalam kutoa taarifa za kisayansi zikikataa madai ya ukatili. Alisema mikono iliyokatwa ni ya makabila ya Afrika yanayopigana wenyewe. Alisema picha zilikuwa za uongo. Alisema wamisionari walikuwa na chuki ya maendeleo. Alikaa Brussels katika majumba yake mazuri yaliyojengwa kwa pesa za damu za Kongo, akitoa mahojiano, akitabasamu, akijifanya baba wa ustaarabu. Lakini watu wawili walimsimamisha. Edmond Morel alikuwa mfanyakazi mdogo wa kampuni ya meli. Kazi yake kuangalia mzigo unaoingia na kutoka Kongo. Morel alitambua Kongo haikuwa biashara, ilikuwa utumwa. Watu hawakupata chochote, walilazimishwa kwa silaha. Akaacha kazi yake, akaanzisha kampeni ya kimataifa, akachapisha vitabu, akasafiri, akapiga kelele. Wakati huo huo, Roger Casement, mwanadiplomasia wa Uingereza, alifanya uchunguzi rasmi Kongo. Alikutana na Nsala, alikutana na watu wenye mikono iliyokatwa, aliona vijiji vilivyoungua, aliona makaburi ya makundi. Aliandika ripoti iliyobadilisha historia. Mwaka 1908, chini ya mashinikizo ya kimataifa, Leopold alilazimishwa kuirudisha Kongo kwa Ubelgiji.
Lakini kabla ya kuirudisha, alichoma nyaraka zote, faili zote, rekodi zote, ushahidi wote. Miaka 23 ya ukatili iliteketezwa kwenye moto. Alisema, nina budi kuwapatia hawa watu nyaraka zangu za Kongo, lakini sina budi kuwaambia ninacho wanachoweza kukijua hapo. Mwaka 1909, Leopold alifariki. Mazishi yake, sherehe kubwa, makaburi mazuri, hotuba nzuri. Na Brussels, mji ambao alijenga majumba yake mazuri, bado una sanamu yake leo. Imesimama, inasalimia, inatabasamu. Wakongo milioni 10 hawana kaburi, hawana rekodi, hawana haki. Tunarudi mahali tulipoanza. Simu yako, Cobalt, Kongo. Kongo ya leo bado inachimbwa. Watoto, baadhi yao hawana umri wa 10, wanachimba Cobalt kwa mikono mitupu kwa saa 12 kwa dola chache, ili betri ya simu yako ichajike. Kampuni za Ulaya na Marekani na China zina mikataba ya uchimbaji Kongo, zinaondoka na utajiri, Kongo inabaki na mashimo. Mpira wa Leopold umebadilisha jina tu. Leo inaitwa Cobalt. Force Publique imebadilisha jina. Leo inaitwa mazingira ya kisiasa magumu. Mfumo haukuisha, ulibadilisha nguo tu. Hii ndiyo hadithi ambayo vitabu vya historia vya shule havikukuandia kamwe, kwa sababu baadhi ya watu bado wanafaidika. Lakini sisi tunakataa kusahau, na zaidi ya hayo, tunakataa kuelewa upande mmoja. Kama video hii imekufungua macho, ishiriki, peleka kwa mtu mmoja anayehitaji kuijua. Subscribe Akili Visuals, washa kengele. Na andiniambie kwenye comments, simu yako ina Cobalt ya Kongo ndani yake. Ukijua hili leo, utabadilisha nini katika maisha yako? Hii ni historia halisi. Akili Visuals.